Leopard. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Agota 22 kumbukizi ya ajali ya Bukoba tangu kutokea. Na mimi ni mmoja wapo kati ya wale walionusurika katika ajali ya Bukoba. Japo si rahisi, ila namshukuru Mwenyezi Mungu aliyesaidia. Maana katika nikisema mazingira nilioponea mimi si rahisi mtu kuamini, lakini ndio hivyo. Mimi ndio nimenusurika katika ajali ya Bukoba, katika wale walionusurika na mimi nimenusurika kwa mkungu wa ndizi. Chanzo cha safari yangu. Mimi nilikuwa nikiishi mkoani Singida na dada yangu anaitwa Emiliana Leopard ambaye ni mtumishi wa bima. Tulitoka hapo Singida tukielekea Bukoba kwa msiba wa marehemu mama yetu. Baada ya kufika Bukoba ikabidi tulipomalizana na msiba, kwa kuwa mama yangu ni mzaliwa wa Moshi Kilimanjaro, ikabidi tupeleke msiba wapi? Moshi. Lakini katika safari hiyo iliishia njiani. Piti nikiwa na dada yangu mnamo tarehe 21 tulianza safari jioni. Tulijiandaa kuanza saa 1:30 tukaripoti kwenye kituo cha kupandia meli Bukoba. Ilipofika nadhani saa 3 safari ikaanza. Tulivyokuwa tukija huku kuelekea Mwanza, baada hapo ili kusudi twende kusafiri kwenda Moshi kupeleka msiba Moshi, safari yetu ilishia njiani. Kwa hiyo meli iliumba mara ya kwanza. Watu tukashtuka mle ndani ya meli. Tukajua labda si ajabu, ni chafu tu za kawaida. Kumbe njia iliyopita kulikuwa kuna mawimbi makali. Na sasa nikuja kuangalia ile meli ilikuwa imetoka kwenye matengenezo. Kwa hiyo kuja tu kwa ajili ya kubeba nini? Abiria. Kwa kusema kweli ndani ya meli tulikuwa tumejazana sana, tulikuwa wengi. Kwa hiyo baada ya muda mfupi meli ilipinduka na kuzama. Wakati huo mimi tulikuwa ndani ya meli, tulikuwa vyumbani. Ilipofika alfajiri mida kama saa 10 hivi, baada ya kuona kwamba karibia kupambazuka, mimi kama nimeshukua nimetoka nje kwa ukumbini huko, nikaenda uwani kukojoa. Baada ya kutoka kule, kutoka kwamba kuna wingi wa watu na kupishana ilikuwa ni shida. Baada ya kumaliza haja zangu mimi nilibaki kule ukumbini na wenzangu, watu walikuwa wamekaa sana. Kwa hiyo ni kwanza niliona tabu sana, nilikuwa bugu yani ile kuomba kwamba nipite ili nielekea chumbani nilipokuwa. Kwa hiyo nikawa nimechelewa kubaki huko nje. Dadangu baada ya kushtuka kuangalia huku juu, maana vyumba vilikuwa vina vitanda 4, anashangaa anaona mimi sipo. Kabidi atoke nje aje kuniangalia kwamba mbona vipi, mbona nilipotoka nje sijarudi. Basi alipokuja akanikuta nimekaa nimetulia wenzangu, maana kulikuwa kuna kila aina ya watu. Kulikuwa kunatoka wanakwaya ambao watoka Mwanza, sio wanaelekea wapi kwenye kwa ndo wanakuwa vijana wanatoka kuimba huko. Kwa hiyo wakawa wanaimba, wapiga gitaa nini. Kwa mimi kutokana na umri wangu nilipokuwa bado mdogo, nikaa nimebaki pale na wale wanakwaya jinsi wanavyoimba na nini. Muda sio mrefu meli ndio ikayumba tena kwa mara pili. Maaskari walikuwa wana escort pesa kutoka Bukoba kuja Mwanza na FFU. Wakaanza kutusogeza. Jamani sogeeni huku. Meli itakuwa imelemea uzito upande mmoja. Sisi tukasogezwa huku tukarudi upande wa kutoka kushoto kuingia upande wa pili. Lakini kumbe ilikuwa sio kulemewa na uzito. Ni kwamba eneo lililopita inasadikika kwamba kuna na mawimbi makali. Kuna mawimbi makali kutokana na kwamba kuna maji ya mikondo, si inatoka mikondo gani inapita maeneo yale, na meli mara nyingi huwa hazina kawaida kupita pale, huwa zinazunguka kutokana kwamba lile eneo mara nyingi nasikia meli zinapita pale zinafanya nini? Zinayumba. Kwa hiyo sasa vitu mle ndani vikaanza kugongana. Nilipokuwa nimekaa kwa kuna mlango unaingilia jikoni huko. Maana kunakuwa na huduma za chakula. Vyombo vilivyokuwa vikigongana kule, maskari kwa ametoka kaingia mle wakizani kwamba labda kuna watu wanafanya nini? Wanagombana. Yaani ile kukimbia kule ndani nao pia kwa kweli kuchukua muda mrefu. Mlango ulikuwa umejibamiza nao pia wamedondoka chini. Haikuchukua muda mrefu. Nikaja kujikuta ile meli imefari ikapinduka, tukawa tumezama ndani ya maji. Kiukweli hadi sisi tuliokuepo juu ndo tulienda tutangulia chini, na wale waliokuwa chini ndo baadhi yetu ambao walibahatika kushika kuvutana ambao kwa mgongo wa nani kwenda kwenye meli pale, wakaja kubahatika kukaa juu ya mgongo wa meli. Lakini sisi kutoka mabali ya meli imekaa kama nyumba au kama sio gorofa. Yaani sisi tulikuwa kule vyumbani kule juu. Jinsi hivyo tumaga sisi ndo tulitangulia kufanya nini? Kuzama, kwenda kwa kwanza kwa nani kuzama chini. Kwa hiyo tulivozama chini
Baada hapo vitu vikawa vimeanza kuelea. Sasa mimi kwa kuwa niko nje, dadangu alikuwa vyumbani. Nikazama mara kwanza, nilivyoibuka mara pili, nilivyoibuka juu, nikawa nimeshika boya alikuwa linaelea. Na maboya mengi yakiweza kusaidia watu, lakini kwamba yalikuwa yamefungwa na kitu cha dharura ambacho kilitokea. Hakuna mtu alikitarajia kwamba kingefanya nini kutokea. Kwa maana maboya nao pia hayakusaidia watu kutuokoa, yalikuwa yamefungwa. Lakini yale machache ambayo yalikuwa hajafungwa yaliweza kuelea kwa wakati huo. Mimi nilivyoibuka nikalishika. Kwa hiyo nilipolishika, kumbe wenzangu jinsi tulivyozama chini, walivyoibuka tu kwa upande kuja juu. Kwa hiyo kuna mtu namshukuru Mungu. Nilikuwa nimevaa roza. Namshukuru Mungu.